aweze kuongea na sisi. Karibu Your Excellency. Asante sana Mheshimiwa Deputy President, tafadhali tuketi chini. Asanteni. Viongozi wote wenzangu na watu wa hapa Ngong, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione. Asanteni sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii, na nimekubali hapa Ngong kweli ni baridi. Ile maneno Ngogoyo amesema kumbe ni ukweli. Hiyo maneno ya soko sasa nitaishughulikia. So kwanza mimi nataka niwashukuru watu wa Ngong, watu wa Kajiado, kwa sababu tulikuja hapa tukaomba kura zenu, mkatupatia, mkawa wakarimu, mkatuombea, Mungu akatupatia ushindi. Mimi narudia kusema asante sana. Na tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimalizana na uchaguzi, sasa tunaanza harakati ya kupanga maendeleo ya Kenya. Si namna hiyo? Ndio leo mimi nimefika hapa kwa sababu tumepanga mambo mengi. Kuna mambo mengi tulikubaliana na nyinyi. Na haya mambo yote ambayo tulikubaliana na nyinyi, tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha ya kwamba zile ahadi zote na mipango yote tulikubaliana na nyinyi lazima tuyatekeleze. Ya kwanza tulikubaliana ya kwamba ile mambo ilikuwa inatusumbua ya watoto wetu, hawakujulikana CBC, watoto wataenda wapi, itaendelea namna gani, itafanyika namna gani. Mimi nawahakikishia sasa mambo ya masomo ya watoto wa Kenya tumeikamilisha, tumeweka taratibu mzuri. CBC tumeelewana na wale stakeholders wote, na mbali na hiyo tumehakikisha ya kwamba sasa watoto wetu wataenda shuleni na kutakuwa na walimu wa kuwafundisha. Tumeajiri walimu wapya 56,000 ndani ya mwaka moja imepita. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba we continuously tutaongeza budget yetu ya masomo, kwa sababu njia ya kuondoa ubaguzi, njia ya kuleta usawa katika taifa letu la Kenya ni kuhakikisha ya kwamba mtoto wa kila Mkenya anapata nafasi ya kusoma. And that is why we are investing in education of our children. Mwaka huu tumeweka bilioni 650 katika masomo ya watoto, kuanzia primary school mpaka university. Na tumesema wale watoto wa university na TVET kutoka jamii za chini tutawapatia 100% scholarship. Hatutakuwa tunapatiana pesa tena ati kwa university. Hapana. Tutakuwa tunapatia pesa scholarship kwa wanafunzi. Ndio yule mtoto wa William Ruto tupatie yeye scholarship ya 20%. Mtoto wa mama mboga tumpatie scholarship ya 100%. Ndio tuweke usawa, kwa sababu wale wako na uwezo watusaidie kusukuma mambo ya masomo mbele. Vile vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tutafute namna ya kushusha gharama ya unga. Wakati tulikuwa tunafanya campaign hapa, unga ilikuwa 240, 230. Si namna hiyo? Na niliwaambia njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kusaidia wakulima. Tukateremsha bei ya mbolea kutoka 7,000 saa hii ni 2,500. Wakulima wameenda shambani, wametuzalishia chakula. Sasa tumeanza kuona bei ya chakula inateremuka. Nimepanga tena mwaka huu tumeongeza ile msaada tutapatia wakulima. Tutafanya maradufu ndio wakulima wazidi na kutuzalishia chakula. Tumeweka pesa ingine katika mambo ya irrigation. Tumeweka pesa ingine kusupport wakulima katika kununua mbegu, kununua mbolea. Because njia ya kuondoa matatizo ya njaa Kenya ni kuhakikisha ya kwamba tunazidisha kilimo. Na ndio niliwaambia ndugu zetu wa upinzani, hakuna haja ya kuweka sufuria kwa kichwa. Bei ya unga haiwezi kuteremka mpaka tuende shambani tuzalishe. Ni kweli ama si kweli? Hiyo ndio mpango ambayo tutakuwa nayo tukipeleka taifa la Kenya mbele. Mimi nataka niwahakikishie vile vile mipango ya barabara. Nimesikia Ngogoyo amesema kuna barabara kidogo imekwama mahali fulani, kuna barabara imekwama mahali fulani. Hizo barabara zote Ngogoyo, wewe tuliza boli. Hiyo ni kazi yangu, mimi nitafanya.
Waziri yuko hapa. Tumekuwa na madeni mingi, lakini sasa tumepanga ndani ya mwaka mmoja kuanzia next year. Sasa tumepanga vizuri pesa ya kutosha kuendesha hizo barabara zenu. Nia yetu ni kwamba kabla hatujaanzisha barabara zingine mpya kila mahali, tukamilishe zile barabara zilikuwa zimeanzisha na zikakwama, so that we are a prudent administration. Hatuwezi na hatutaki kusema ati hii barabara ilianzishwa na fulani, mimi nataka kuanzisha barabara yangu. Hapana. Barabara sio ya kiongozi, barabara ni ya wananchi. Na ile barabara itatumika na wananchi wa taifa letu la Kenya. And that is what we must do. And I am encouraging all leaders. Wewe kama kiongozi umechaguliwa kama MCA. Wewe umechaguliwa kama mbunge ama governor. Usikuje kusema ati mradi fulani ilifanywa na mwenzako aliyekuweko, ati unawachana na hiyo unaenda kuanzisha mpya, ile inakwama na pesa ya wananchi wa Kenya. Hiyo sio mzuri. Tunataka ile mradi tukamilishe, kwa sababu manufaa ya ile mradi ni manufaa kwa wananchi wa taifa letu la Kenya. Hapa nimekuja leo kwa mambo ya reli. Hii reli ni ya muhimu kwa sababu tunataka kupunguza gharama ya usafiri. Katika kupunguza gharama ya maisha, tunapunguza gharama ya chakula, tunapunguza gharama ya usafiri, tunapunguza gharama ya rent. Ndio tuhakikisha kwamba overall tumehakikisha kwamba tunapanga vile gharama ya maisha inakuja chini. Hii reli vile mmesikia, ile nauli mnalipa kwenda Karen kwenda town itapunguzwa by 50% na hii reli. Na ndio sababu leo tumekuja hapa kuianzisha. Na nimeambia waziri na watu yake ya kwamba hii reli ikamilike ndani ya miezi 8. Iwe imekamilika. Kwa sababu najua inawezekana. Wameniambia 12 months, lakini nimewaambia hizo 12 months hamujakuja hapa kufanya utalii. Mmekuja hapa kujenga reli. Ama namna gani? Kwani hao watu ni watalii? Wamalize kazi waondoke. Sisi tunataka reli ikuwe tayari ndio watu waweze kusonga mbele. So hii reli tunataka tuikamilishe ndani ya miezi 8. Mimi nataka nirudi hapa na vile vile nimewaamurisha watafute wagons ili reli ikiwa tayari wananchi waingie waweze kwenda kusafiri. Tumesema tunaweka station hapo Karen, tunaweka station hapa Bulbul, tunaweka station nyingine kule Ruto ndio wananchi waweze kutumia hiyo reli. Na vile vile nilienda Marekani, tumekubaliana na rais wa Marekani watatupatia pesa ya kupanga infrastructure ya transport katika city yetu ya Nairobi. Tayari wametupatia pesa bilioni 9 ya kupanga hiyo kazi. Na kati ya mambo tutafanya ni kusongesha hii reli kutoka hapa iende mpaka Kiserian. Na itoke Kiserian iende mpaka Ngong. Na itoke Ngong iungane pale Bomas of Kenya, iende ishikane pale Nyayo Stadium, ndio tuunganishe hii sehemu yote, turahisishe usafiri ya wale wanaosafiri kutoka sehemu hii. Hii reli itasafirisha watu 10,000 kila siku. Iko na hiyo uwezo ya kusafirisha 10,000 people every day from this region. So tutapunguza msongamano ya barabara ya kule barabarani na tutahakikisha kwamba tunapunguza gharama ya usafiri. So hiyo kazi tutashirikiana na tutahakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. So watu wa Ngong, mimi nimekuja hapa kwa hiyo shughuli. Barabara mumesema hapa ya kuunganisha nyinyi na SGR, hiyo barabara tutaishughulikia. Barabara ile imesalia ya sio 65 kilometers, barabara ya kwenda mpaka Suswa. Mimi mwenyewe nilikuja kuanzisha hapa. Mimi nasikia mnaongea sana. Hiyo barabara ni kilomita karibu 70. Tumefanya 63 kilometers. Imebaki 7 kilometers. Hata kama ilikuwa mtihani, si mtihani tumepata 90%. 90% ni A ama ni D. So wacheni maneno mingi. Hiyo kazi kidogo imebaki, tutakuja tuikamilishe. Ni vile tu mambo ilienda ikakuwa vile ilikuwa. Lakini yaliyopita si ndwele. Tugange yale yaliomo tukiangalia mbele. Hapa ni muhimu na nakubaliana
ya kwamba hii mradi ipatie ajira vijana wa Kenya, ipatie ajira vijana wa Ngong. Si namna hiyo? Na mbali na hii mradi, pia tuko na mambo matatu mengine, kwa sababu mimi niliwaeleza ya kwamba tatizo kubwa tuko nayo Kenya, changamoto kubwa ni ukosefu wa kazi. Vijana wako wengi, wamemaliza shule, lakini matatizo ni ajira. Ni kweli ama si kweli? Ndio tumesema na ajira haiwezi kupatikana kiholela, lazima ipangwe vile ajira itapatikana. Na ndio nimeweka mpango ya housing. Hiyo mpango ya housing, saa hizi nikiongea na nyinyi, kwa ile sites tunaendelea nazo Kenya, tuko na vijana 1120 wanafanya kazi. Na mimi nataka sasa hii ya Ngong, na nashukuru hawa viongozi, wewe Ngogoyo, wewe Sunguya, wameniongelesha hapo mpaka wamekubaliana ya kwamba tukate hii shamba kidogo, tujenge nyumba 1500 hapa ya kwanza. Na kwa sababu hawa viongozi wamekubaliana, mimi kufika Februari mimi nitakuwa hapa na contractor. Mnasikia? Mimi nitakuwa hapa na contractor. Na nyinyi vijana wa Ngong mjipange. Tutahitaji vijana 2000 ya kufanya hiyo kazi ya Ngong hapa. Vijana wa hapa mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Hapa tutahitaji architect, tutahitaji engineer, tutahitaji electrician, tutahitaji plumber, tutahitaji mason, tutahitaji carpenter, tutahitaji watu wa mkono. Hiyo kazi yote nimesema utashindwa kujipanga na moja. Hata kama wewe si engineer, si unaanza kufanya kazi ya plumber. Na kama hujui plumber unafanya technician ama electrician. Na ikikosekana yote, hata kazi ya mkono jameni utashindwa. Tunaelewana? So hapa mimi nitarudia, nilikuwa natafuta shamba Ngong, nilikuwa natafuta shamba Kajiado North, nikakosa. Lakini hawa vijana sasa wamefanya kazi mzuri, wamekubaliana tukuje tuanze kujenga hapa. Tunakubaliana? Na tunataka kufanya hivyo every part of the Republic of Kenya, kwa sababu katika pale kujenga nyumba tunapata ajira ya vijana. Namba ya kwanza. Namba ya pili, tunamwezesha mwananchi wa kawaida, mama mboga, yule mtu wa bodaboda, ataweza kulipa shilingi 3000, 4000 kwa nyumba hapa, na baadaye hiyo nyumba ikuwe yake. Saa hizi mwananchi wa kawaida, saa hizi ile nyumba rahisi sana Kenya ni ulipe shilingi 40,000. Watu wangapi wanaweza kulipa 40,000 hapa? Si ni watu wachache? So ndio tumesema affordable housing, social housing is a right to the ordinary people of the Republic of Kenya. Na ndio unaona mimi nasukumana, watu wameenda kotini ati kujaribu kusimamisha. Mimi nawauliza, wewe unaenda kusimamisha kwa sababu uko na uwezo ya kulipa 40,000. Huyo mama mboga na bodaboda wenye hawawezi kulipa 40,000 kwenda mbele, hii mradi ambaye itampatia nyumba yenye itawezana na mfuko yake, wewe unataka kuzuia kwa sababu gani? Hii Kenya si ya watu matajiri peke yao. Hii Kenya ni ya Wakenya wote bwana. Hata wale wa chini wako na haki katika hii Kenya. Ama namna gani? Na ni jukumu yangu kama rais kuleta usawa katika taifa letu la Kenya. Kila mtu apate nafasi, kila mtu apate mahali pa kujishikilia. So tunataka kupanga hapa kazi, tupange manyumba, tusaidie. Hiyo manyumba itakuwa inatumia vitu nyingi kutoka factory. Construction products, vijana wengi watakuwa kule factory, watu wa simiti, watu wa chuma, watu ya mbao watakuwa kazini wakipangia hiyo housing. That is why housing is a premium program for us. It will create jobs, it will spur industrialization and manufacturing. It is going to create opportunity for the people to own a home. Na vile vile tutazuia mashamba yetu kukatwa watu waishi, kwa sababu tutakuwa na mpango ya mahali watu wataishi. So it is an important program for us, na mimi nataka viongozi wote tuungane. Jambo la pili, tumekubaliana na wewe Ngogoyo huko hapa, mlipitisha juzi kwa bunge sheria ya CDF. Sasa tumebadilisha CDF,
tutajenga sasa hapa, mko na nafasi sasa ya kujenga ICT hub katika kila ward hapa Ngong. Kila ICT hub kule Kajiado West. Sinamna hiyo? Na ICT hub katika kila ward katika Republic of Kenya. Sababu gani? Tunajenga ICT hub kwa sababu vijana ni wengi. Pale kwa ICT, serikali tumesema mjumbe atajenga mjengo kupitia pesa ya serikali ya CDF, na tutaweka kompyuta, na tumewaruhusu hawa kuajiri watu watakaoendesha hiyo ICT hub. Ndio vijana 300-400 wakuje kwa ICT hub, tuwafundishe na tuwapangie ajira ya digital jobs. Hii mnanielewa? Na ndio sababu hiyo kuna watu wengine wamepeleka mambo kotini, wanataka kutuzuia ati tusipange ajira ya mtandao. Mimi nashangaa hii Kenya, watu hawataki wengine wapate nafasi. Why? Kwani hii Kenya iko na Wakenya na wengine sijui ni maskota kwa hii Kenya? Hapana, hiyo hatuwezi kubali. So mimi nataka niwaulize wabunge, please, every member of parliament, sasa mko na nafasi hiyo. Sheria mimi nimesign juzi, sasa ni sheria ya Kenya. So we want to implement that program so that we can create opportunities for young people. Tuko na vijana wengi ambao wanaweza kufanya kazi mtandaoni. Na mimi nimezunguka dunia mzima, tumepata nafasi ya ajira. Ya kwamba kwa sababu Wakenya wanajulikana ni wafanyikazi na ni watu wa bidii. Ukienda kila mahali, nimeenda West Africa, mtu anasimamia hoteli, manager ya hoteli ni Mkenya. Nilikuwa Djibouti juzi, mwenye kusimamia hoteli na wafanyikazi wengi ni Wakenya. Kwa sababu Kenya inajulikana kwa hiyo kazi. Saa hizi nikiongea na nyinyi, jana, yesterday, Saudi Arabia tumekubaliana na wao kuhakikisha kwamba nurses wetu, skilled labor wetu wanaweza sasa kufanya kazi kule Saudi Arabia. Pale mbeleni ilikuwa ni domestic workers peke yake, lakini now we can export skilled labor to Saudi Arabia and other countries. Na wametupatia nafasi ya kwanza 2,500 this week. Sasa mimi natafuta watu watakaoenda kufanya kazi. Na mshahara ni mnono, karibu 200,000. Sasa Wizara ya Labor itatangaza, and it is my intention, ni intention yangu kuhakikisha ya kwamba we connect Kenyans to opportunities to work in Kenya and to opportunities to work globally. Nilikuwa nasikia mtu ya upinzani analalamika juzi. Anasema, huyu Ruto amepeleka watu wengi sana ng'ambo. Sasa wewe kwani ulikuwa unafikiri mimi nitapanga kazi wapi? Si mimi napanga kazi ya Kenya, na mimi napanga kazi ya kule Marekani, na kupanga kazi Saudia, na kupanga kazi UAE, na kupanga kazi Ujerumani. Hiyo ndio kazi yangu. And I said it, ya kwamba we are going to create opportunities in every place. We will create opportunities locally, we will create opportunities internationally. Saa hizi nikiongea na nyinyi, tuko na conference kubwa hapa KICC. Huyu deputy wangu anaenda kufunga later today hapa KICC ya wa Kenya wanaofanya kazi diaspora. Na wamekuja hapa na mbinu ya vile tutaongeza mapato ya Kenya, vile tutapanua nafasi ya Wakenya kufanya kazi duniani kote, ndio tuweze kukuza uchumi wa taifa letu la Kenya. So mimi nataka niwaulize, hii Kenya tutaibadilisha polepole kwa mpango. Na mimi nataka niwaulize, tutembee pamoja. Ndugu zangu, tunaelewana? Hii kazi yote ingine tutashirikiana na hawa viongozi wenu, tutashirikiana na gavana wenu vile amesema, tutafanya kazi pamoja bwana gavana. Mambo ya uchaguzi tumemaliza. Si namna hiyo? Mambo ya uchaguzi tumemaliza. Sasa ni kuungana kupeleka Kenya mbele. So watu wa Ngong, mimi nawapenda sana. Nawatakia heri jameni. Na mimi nitarudi hapa tena na tena na tena. Huyu Ngogoyo amenilaumu ati nimekuja kuchelewa. Lakini
Lakini mimi nitakuja hapa mpaka mtaniambia, jameni, kwani huna nafasi ya kwenda mahali ingine? Mimi nitakuja hapa sana. So mimi nataka niwashukuru sana watu wa Ngong, nawapenda sana, nawatakia heri na